Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Spika, kwa ruksa yako naomba kuwasilisha muhtasari wa hotuba yangu, na naomba muhtasari wangu pamoja na kitabu cha hotuba yangu vyote viingie katika Hansard. Mheshimiwa Spika, naomba nianze na utangulizi. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kuwasilisha hotuba makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba baraza lako tukufu likae kwa madhumuni ya kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji ya mwaka 25/26 na hatimaye kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua fursa hii kipekee kumpongeza Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa maono yake, umahiri wake. Hakika amethibitishia dunia kwamba yeye ni sehemu ya viongozi wenye maono yaliyotukuka, visionary leader. Aidha, kwa dhati nampongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake bora wenye kuakisi matokeo chanya ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa dhati ya moyo wangu niendelee kupaza sauti yangu kumshukuru Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kunijenga, kunifinyanga na kuniamini kwa mara nyingine, kwa kunipa dhamana ya majukumu mapya na nyeti ya kusimamia ofisi hii yenye sura ya nchi na yenye kugusa wananchi wote. Nimhakikishie Mheshimiwa Rais nitayaishi maono yake na kulinda sura njema ya nchi yetu kupitia ofisi yake hii. Mheshimiwa Spika, naomba pia nimshukuru Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais, kwa ushauri wake na maelekezo yake yenye mchango mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya ofisi yetu. Kwa hakika usimamizi wake kwetu unatupa ari ya kujiamini zaidi katika kufanya kazi zetu. Mheshimiwa Spika, shukurani maalum ziende kwa Mheshimiwa Masudi Ali Maulid. Samahani, naomba niweke sawa. Mheshimiwa Spika, shukurani zangu maalum naomba ziende kwa Mheshimiwa Masudi Ali Mohamed, waziri aliyenitangulia kwenye ofisi hii, kwa uongozi wake ulioacha misingi imara katika kuendeleza ofisi hii. Ofisi yetu inathamini sana jitihada zake za kujenga mshikamano, kuimarisha utendaji na kusimamia vyema utekelezaji wa mambo mbalimbali katika ofisi yetu. Mheshimiwa Spika, aidha nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi, Mheshimiwa Zuberi Al-Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, pamoja na Mheshimiwa Mwanasha Khamis Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi, kwa namna mnavyotusimamia kwa weledi na umahiri mkubwa katika kuliendesha baraza letu tukufu, bila kusahau wenye viti na katibu wetu wa baraza kwa uongozi na ushirikiano wao katika kuendesha shughuli za baraza hili tukufu. Ofisi yangu itaendelea kutoa ushirikiano kwa uongozi wa baraza lako kila inapohitajika. Mheshimiwa Spika, kadhalika naishukuru kwa dhati kamati yetu ya kusimamia ofisi ya viongozi wakuu wa baraza lako tukufu, ikiongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Machano Usman Said, pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Azza Januar Joseph, kwa ushauri na ufuatiliaji wao katika kusimamia utendaji wa ofisi yetu. Kwa hakika viongozi hawa wamekuwa chachu kubwa kwa mafanikio yetu ya ofisi. Mheshimiwa Spika, uniruhusu pia niweze kuwashukuru kwa dhati kabisa wajumbe wa kamati hii. Nianze na Mheshimiwa
Mahamud Shineni Ali, Mheshimiwa Zaina Abdalla Salum, Mheshimiwa Manga Mohamed Ahmed, Mheshimiwa Masudi Amur Masud, Mheshimiwa Mahfudhi Abdallah Mohamed kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha majukumu ya ofisi yetu. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee napenda kutambua na kuwashukuru makatibu wa kamati kwa kuratibu kwa ufanisi shughuli za kamati na kuimarisha mawasiliano pamoja na ushirikiano ya kamati za ofisi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya utangulizi huo na shukurani hizo, sasa naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka 25-26 pamoja na mwelekeo wa ofisi kwa mwaka 26-27. Mapitio ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 25-26. Tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya mapato na matumizi kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ofisi kwa ujumla iliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 427 milioni 910,104,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 208 milioni 985,900,000 ni mshahara, bilioni 48 milioni 469,777,000 ni matumizi mengineyo, shilingi bilioni 20 milioni 436,300,000 ni ruzuku na shilingi bilioni 150 milioni 18,127,000 ni kazi za maendeleo. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi 26 ofisi ilipokea na kutumia shilingi bilioni 224 milioni 488,296,895 sawa na asilimia 52 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 443 milioni 215,252,524 sawa na asilimia 68 ni mishahara, shilingi bilioni 30 milioni 738,920,157 sawa na asilimia 63 ni matumizi mengineyo, shilingi bilioni 12 milioni 135,820,460 sawa na asilimia 59 ni ruzuku, na shilingi bilioni 38 milioni 398,303,755 sawa na asilimia 25 ni kazi za maendeleo. Zipo katika kiambatanisho namba 1 kinafafanua zaidi. Tathmini za ukusanyaji wa mapato ya kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25-26 ofisi iliidhinishiwa kukusanya shilingi bilioni 10 milioni 858,070 kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Hadi kufikia Machi 26, jumla ya shilingi bilioni 4 milioni 349,311,993 zimekusanywa sawa na asilimia 40 ya makadirio ya mwaka. Kiambatanisho namba 02 kinafafanua. Mheshimiwa Spika, utekelezaji huu upo chini ya makadirio kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuchelewa kulipwa kwa madeni ya wakala wa ulinzi wa JKU, mwamko mdogo wa wananchi katika kusajili matukio yao ya kijamii kwa wakati, pamoja na wananchi kutohaulisha umiliki wa ardhi. Tathmini ya ukusanyaji wa mapato ya serikali ya mitaa. Mheshimiwa Spika, baraza lako tukufu liliidhinisha kwa mamlaka ya serikali za mitaa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 19 milioni 169,264,087 kwa jumla. Hadi kufikia Machi 26, mamlaka hizo zimefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 12 milioni 693,246,310 sawa na asilimia 66 ya makadirio ya mwaka. Kiambatanisho nambari 03 kinafafanua zaidi. Tathmini ya mapato na matumizi kwa kila fungu. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kuwasilisha utekelezaji wa bajeti ya mapato na matumizi ya mwaka wa fedha 25-2026 kwa kila program zinazosimamiwa na kutekelezwa na ofisi kama ifuatavyo.
Makao makuu ya wizara, fungu D01. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025/2026 idara za makao makuu ziliidhinishiwa kutumia jumla ya shilingi bilioni 100,616,970,000. Hadi kufikia Machi 2026 fedha zilizopatikana kwa matumizi ni shilingi bilioni 23,159,82,175 sawa na asilimia 23 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, fungu la makao makuu ya wizara liliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 1,800,000. Hadi kufikia Machi 2026 imekusanya shilingi bilioni 1,999,917 sawa na asilimia 111 ya makadirio ya mwaka. Jeshi la Kujenga Uchumi JKU, fungu D02. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi liliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 71,852,000 sawa na laki tatu. Hadi kufikia Machi 2026 limeingiziwa shilingi bilioni 50,075,077,556 sawa na asilimia 69 ya makadirio. Mheshimiwa Spika, aidha Jeshi la Kujenga Uchumi liliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 3,079,418 kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Hadi kufikia Machi 26 limekusanya shilingi milioni 670,869,342.44 sawa na asilimia 22 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo, JKU makao makuu ilipangiwa kukusanya shilingi milioni 379,418 na kukusanya shilingi milioni 166 sawa na asilimia 44, na wakala wa ulinzi JKU ilipangiwa kukusanya shilingi bilioni 2 milioni 700 na kukusanya shilingi milioni 504,869,342.44 sawa na asilimia 19 ya makadirio ya mwaka. Chuo cha mafunzo, fungu D03. Mheshimiwa Spika, chuo cha mafunzo kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 41,992,000 na laki 7. Hadi kufikia Machi 26 kilipatiwa matumizi ya shilingi bilioni 29,267,600 bilioni 29,267,658,446 sawa na asilimia 69 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, chuo cha mafunzo kiliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 297,089 kuchangia mfuko mkuu wa hazina na kufanikiwa kukusanya shilingi milioni 180 na laki 7 sawa na asilimia 61 ya makadirio ya mwaka. Kikosi maalum cha kuzuia magendo KMK, fungu D04. Mheshimiwa Spika, kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 69,655,000 na laki 3. Hadi kufikia Machi 26 kilipatiwa matumizi ya shilingi bilioni 40,727,860,025 sawa na asilimia 58 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, aidha kikosi maalum cha kuzuia magendo kiliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 290,760,000 kuchangia mfuko mkuu wa hazina na kufanikiwa kukusanya shilingi milioni 50 sawa na asilimia 17 ya makadirio ya mwaka. Kikosi cha zimamoto na uokozi, fungu D05. Mheshimiwa Spika, kikosi cha zimamoto na uokozi KZU kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 54,538,957. Hadi kufikia Machi 2026 kikosi kiliingiziwa matumizi ya shilingi bilioni
1,674,627,929 sawa na asilimia 47 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, aidha kikosi cha zimamoto na uokozi kiliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 458,138 kuchangia mfuko mkuu wa hazina na kufanikiwa kukusanya milioni 132,061 sawa na asilimia 29 ya makadirio ya mwaka. Kikosi cha Valantia fungu D06. Mheshimiwa Spika, kikosi cha Valantia Zanzibar KVZ kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 44,864 na laki 9. Hadi kufikia Machi 2026 kikosi kiliingiziwa shilingi bilioni 28,855,988,301 sawa na asilimia 64 ya makadirio ya mwaka. Mkoa wa Mjini Magharibi fungu D07. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Mjini Magharibi uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 13,500,000 na laki 6. Hadi kufikia Machi 2026 mkoa uliingiziwa shilingi bilioni 8,259,492.50 sawa na asilimia 61 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, aidha mkoa wa Mjini Magharibi uliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 80,500,000 kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Hadi kufikia Machi 2026 mkoa umekusanya mapato ya shilingi milioni 24,890,000 sawa na asilimia 31 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa ya Mjini liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 3,880,000. Hadi kufikia Machi 26 baraza limekusanya shilingi bilioni 2,309,167,482 sawa na asilimia 60 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa Baraza la Manispaa Magharibi A liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2,530,000 na kufanikiwa kukusanya bilioni 1,863,237,418 sawa na asilimia 74 ya makadirio ya mwaka. Aidha, Baraza la Manispaa Magharibi B liliidhinishiwa kukusanya shilingi bilioni 2,901,674,000 na kufanikiwa kukusanya shilingi bilioni 1,802,980,901 sawa na asilimia 62 ya makadirio ya mwaka. Mkoa wa Kusini Unguja fungu D08. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kusini Unguja uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 4,710,000 hadi kufikia Machi 2026 mkoa ulipokea na kutumia shilingi bilioni 3,493,982,140.5 sawa na asilimia 74 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, aidha mkoa wa Kusini Unguja uliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 58,561,000 kwa lengo la kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Hadi kufikia Machi 2026 mkoa umekusanya shilingi milioni 12,526,100 sawa na asilimia 21 ya makadirio. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Kati liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 1,955,000 na kufanikiwa kukusanya shilingi bilioni 1,101,107,761 sawa na asilimia 54 ya makadirio ya mwaka. Aidha, Baraza la Mji Kusini liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 1,243,740,000 na kufanikiwa kukusanya shilingi bilioni 1,156,198,670 sawa na asilimia 93 ya makadirio ya mwaka. Mkoa wa Kaskazini Unguja fungu D09.
Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kaskazini Unguja uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 5,614 na laki 5 hadi kufikia Machi 2026. Mkoa ulipokea na kutumia shilingi bilioni 3,432 laki 993,791 sawa na asilimia 61 ya makadirio. Mheshimiwa Spika, aidha mkoa wa Kaskazini Unguja uliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 35 kwa lengo la kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Hadi kufikia Machi 26, mkoa umekusanya shilingi milioni 4 na laki 250 sawa na asilimia 12 ya makadirio. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Kaskazini A liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2,841 laki 922 na elfu 87 hadi kufikia Machi 26, Manispaa Kaskazini A imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 1,871 laki 764 elfu 477 sawa na asilimia 66 ya makadirio ya mwaka. Aidha, Baraza la Mji Kaskazini B liliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 1,534 na laki 5 sawa na kufanikiwa kukusanya shilingi milioni 878 laki 797,852 sawa na asilimia 57 ya makadirio ya mwaka. Mkoa wa Kusini Pemba fungu D 10. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kusini Pemba uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 6,218 na laki 9 hadi kufikia Machi 2026. Mkoa ulipokea na kutumia shilingi bilioni 3,798 laki 629,779.5 sawa na asilimia 62 ya makadirio. Mheshimiwa Spika, aidha mkoa wa Kusini Pemba uliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 40 laki 596 elfu kwa lengo la kuchangia mfuko mkuu wa hazina. Hadi kufikia Machi 2026, mkoa ulikusanya mapato ya shilingi milioni 18 laki 226 sawa na asilimia 44 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Chake Chake liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi milioni 880 laki 788 elfu na kufanikiwa kukusanya shilingi milioni 621 laki 795 elfu na 75 sana asilimia 71 ya makadirio ya mwaka. Aidha, Baraza la Mji mkoani liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani shilingi milioni 426 laki 640 elfu na kufanikiwa kuvuka lengo kwa kukusanya shilingi milioni 464 laki 932 elfu 437 ambayo sawa na asilimia 109 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kaskazini Pemba fungu D 011 fungu D 11. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kaskazini Pemba uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 5,464 laki 5 hadi kufikia Machi 26. Mkoa ulipokea na kutumia shilingi bilioni 3,227 17,188.5 sawa na asilimia 59 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, aidha mkoa ulipangiwa na kukusanya mapato ya shilingi milioni 20 kwa lengo la kuchangia mfuko wa hazina. Hadi kufikia Machi 26, mkoa ulikusanya mapato ya shilingi milioni 1 na elfu 11 sawa na asilimia 5 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, Baraza la Mji Wete liliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi milioni 505 na kufanikiwa kukusanya milioni 325 laki 7 elfu 10,925 sawa na asilimia 64 ya makadirio ya mwaka. Aidha, halmashauri ya Micheweni iliidhinishiwa kukusanya
mapato ya ndani ya shilingi milioni 470 na kufanikiwa kukusanya milioni 339,553,312 sawa na asilimia 72 ya makadirio ya mwaka. Wakala wa usajili na matukio ya kijamii, fungu D 12. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili na matukio ya kijamii iliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 8,934,000 na laki mbili. Hadi kufikia Machi 2026 wakala ilipokea na kutumia shilingi bilioni 4,580,000 na 74 na shilingi 71 sawa na asilimia 51 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, aidha wakala wa usajili na matukio ya kijamii uliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 4,698,004 kwa lengo la kuchangia mfuko wa hazina. Hadi kufikia Machi 2026 wakala wamekusanya shilingi bilioni 1,254,861,650 sawa na asilimia 27 makadirio ya mwaka. Mafanikio ya utekelezaji wa malengo ya programu kwa mwaka 2025-2026. Malengo yaliyotekelezwa na makao makuu ya ofisi. Mheshimiwa Spika, kwa kipindi cha miezi ya mwaka wa fedha 2025-2026 ofisi kupitia makao makuu imefanikiwa kutekeleza malengo mbalimbali kama ifuatavyo. Mradi wa ujenzi wa ofisi za sheha 48. Mheshimiwa Spika, ofisi imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa ofisi za masheha 48 ambapo 28 ziko Unguja na 20 Pemba. Ujenzi wa ofisi hizo upo katika hatua mbalimbali za umaliziaji ambapo kukamilika kwake kutawezesha masheha kuhudumia wananchi katika ofisi rasmi za umma, kitambulisho nambari 0 kiambatanisho nambari 04 kinafafanua maeneo ya ujenzi. Mradi wa ujenzi wa ofisi za wakuu wa mikoa na wilaya. Mheshimiwa Spika, ofisi imekamilisha maandalizi muhimu ya michoro, makisio ya gharama na upatikanaji wa maeneo ya ujenzi za ofisi za wakuu wa mikoa. Kwa upande wa ofisi za wakuu wa wilaya, maandalizi yake bado yanaendelea katika hatua mbalimbali. Mradi huu unalenga kuboresha mazingira ya kazi na kutatua changamoto ya ufinyu na uchakavu wa ofisi zilizopo. Kiambatanisho nambari 05 kinafafanua maeneo ya ujenzi wa ofisi za wakuu wa mikoa. Mradi wa mabadiliko ya tabia nchi ngazi ya jamii SCALES. Mheshimiwa Spika, ofisi imeanza kutekeleza mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ngazi ya jamii chini ya ufadhili wa mkopo wa Benki ya Dunia. Katika hatua za awali za utekelezaji, ofisi imeandaa miongozo mitatu ambayo lengo lake miongozo hii ni kuhakikisha wananchi wanashiriki kikamilifu katika kunufaika na utekelezaji wa mradi huu. Mradi wa kijani Pemba, yani Green and Smart City. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa mradi wa kijani Pemba unaofadhiliwa na msaada wa Umoja wa Ulaya, ofisi imeendelea kusimamia ukarabati mdogo wa viwanja viwili vya mpira Micheweni pamoja na kukamilisha ujenzi wa kituo cha kukuza na kuwalea wajasiriamali wadogo Michakaeni. Mradi unaendelea kuwezesha vijana 300 kutoka wilaya zote za Pemba kupata mafunzo ya ujuzi kupitia vyuo vya mamlaka ya mafunzo ya amali vya Daya, Mtambwe na vitongoji. Hatua inayowawezesha vijana hao kujiajiri na kupata kipato. Mradi wa haki jinai. Ujenzi wa chuo cha mafunzo Hanyegwa Mchana. Mheshimiwa Spika, ofisi inaendelea kutekeleza mradi wa haki jinai ambao unahusisha ujenzi wa chuo cha mafunzo kipya cha kisasa katika eneo la Hanyegwa Mchana. Mradi huu utakapokamilika utawezesha kuhamishwa kwa chuo cha mafunzo Kiinua Miguu kwenda majengo mapya ya kisasa na salama vyenye viwango vinavyokubalika kimataifa. Mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama Zanzibar.
Mheshimiwa Spika, ofisi imeendelea kutekeleza mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama Zanzibar kwa kufunga miundombinu ya ulinzi ya kisasa katika maeneo ya kimkakati. Utekelezaji wa mradi huu umeongeza ufanisi wa idara maalum za SMZ katika kutekeleza majukumu yao ya kiulinzi. Kuimarisha utumishi wa idara maalum. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha masuala ya kiutumishi ndani ya idara maalum za SMZ, tume imefanikiwa kuandaa na kutoa miongozo miwili muhimu inayohusu nyongeza ya muda wa utumishi na upatikanaji wa vyeo. Hatua hizo zimesaidia kupunguza malalamiko ya watumishi wa idara maalum za SMZ. Kuunda mabaraza ya madiwani nchini. Mheshimiwa Spika, kufuatia kukamilika kwa uchaguzi mkuu wa 2025, ofisi imetekeleza kikamilifu takwa la kisheria la kuunda mabaraza ya madiwani nchini. Hatua hii imeimarisha utawala bora na ushiriki wa wananchi katika maamuzi ya maendeleo ngazi ya chini. Kiambatanisho nambari 06 kinafafanua. Mheshimiwa Spika, maendeleo ya NGOs nchini. Mheshimiwa Spika, jumuiya zisizo za kiserikali NGOs zimeendelea kuwa wadau muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini, ambapo kupitia uratibu wa kisera na kisheria zimeelekezwa kuendana na vipaumbele vya kitaifa na kuchangia ustawi wa wananchi. Maendeleo ya viwanda vya idara maalum ya SMZ. Mheshimiwa Spika, ofisi imepata mafanikio katika kuviendeleza viwanda vya idara maalum ya SMZ vinavyotoa huduma muhimu za kiushoni ikiwemo nguo, mikoba, viatu, machapisho mbalimbali. Viwanda vilipatiwa mashine mpya za kisasa za uzalishaji ambazo zimeongeza tija na ubora wa bidhaa zinazozalisha. Malengo yaliyotekelezwa na idara maalum za SMZ fungu D02 mpaka D006. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia idara maalum za SMZ imesimamia na kutekeleza yafuatayo: kutoa mafunzo ya malezi ya vijana JKU. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi limefanikiwa kutoa mafunzo ya ufundi wa stadi kwa vijana 1238, mafunzo ya kilimo, ufugaji, uvuvi pamoja na uzalendo kwa vijana 4146 na mafunzo ya elimu ya sekondari kwa vijana 1344 kupitia skuli ya JKU Mtoni. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi limeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kuendelea na ujenzi wa nyumba za watumishi Ng'ambwa Pemba, ambapo ujenzi umefikia 70%. Ujenzi wa dakhalia ya skuli ya sekondari ya JKU umefikia 40%. Ujenzi wa makao makuu ya JKU Saateni umefikia 15%, pamoja na ujenzi wa ofisi ya wakala ya ulinzi ambao umefikia 60%. Kutoa huduma za urekebishaji tabia chuo cha mafunzo. Mheshimiwa Spika, chuo cha mafunzo kimeweza kutoa huduma za urekebishaji tabia kwa wanafunzi na mahabusu wake. Chuo cha mafunzo kilipokea jumla ya wanafunzi na mahabusu 748 ukilinganishwa na kipindi cha mwaka 2024-25 ambapo kilipokea jumla ya wanafunzi mahabusu 722. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa miradi ya maendeleo, chuo cha mafunzo kimekamilisha ujenzi wa hanga katika kambi ya Bumbwini na kuendelea na ujenzi wa nyumba za maafisa na wapiganaji kambi ya Hanyegwa Mchana, ambapo ujenzi wake umefikia 80%. Ulinzi na uokozi baharini.
Mheshimiwa Spika, kikosi maalum cha kuzuia magendo kimefanikiwa kudhibiti matukio mbalimbali ya uvunjaji wa sheria baharini na shughuli za uokozi baharini zimeweza kutekelezwa. Kikosi kimefanikiwa kukamata matukio 46 ya biashara ya magendo. Aidha, katika shughuli za uokozi, kikosi kimewaokoa wananchi 141 ambapo 122 wakiwa hai na wananchi 19 wakiwa wameshafariki. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa miradi ya maendeleo, kikosi kimefanya manunuzi ya vifaa vya uokozi baharini vyenye thamani ya shilingi bilioni 1,297,443,519.98 ambazo tayari zimelipwa na vifaa vimekabidhiwa KMK. Kutoa huduma za zimamoto na uokozi. Mheshimiwa Spika, katika miradi ya maendeleo, serikali imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kujenga uwezo wa kikosi chetu cha zimamoto kwa kukipatia magari mapya ya kisasa 19, boti ya kisasa zimamoto, pampu kubwa 6 na seti 53 za vifaa vya uokozi baharini. Kadhalika, kikosi kimewezeshwa kujenga vituo vitatu vya zimamoto katika eneo la Bwejuu, Kibuteni na Chamanango. Mheshimiwa Spika, kikosi cha KZU kimeweza kutoa huduma za zimamoto na uokozi katika matukio 473 yaliyoripotiwa Unguja na Pemba. Aidha, kikosi kimetoa huduma zake kwenye viwanja vya ndege na bandari, huduma ambazo zimesaidia kuonyesha kimataifa usalama wa viwanja vyetu vya ndege na bandari zetu. Kufanya operation na doria za ulinzi. Mheshimiwa Spika, kupitia programu ya ulinzi wa nchi, raia na mali zao, kikosi cha Volunteer Zanzibar kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama SMZ na SMT kimeendelea kufanya operation na doria za ulinzi kote nchini. Mheshimiwa Spika, kikosi cha Volunteer kupitia kitengo chake cha QRF kinachukua hatua za haraka kwa kufika kwa wakati katika maeneo yote yanayotambuliwa kuwa hatarishi ili kuimarisha ulinzi na kuzuia uhalifu kabla haujatokea au kuenea. Mheshimiwa Spika, kikosi cha Volunteer kimekamilisha mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha KVZ Muyuni na kuendeleza ujenzi wa majengo ya hospitali ya makao makuu ya KVZ Mtoni na hospitali ya KVZ Ndugukitu Pemba, ambapo ujenzi wa hospitali hiyo umefikia asilimia 65. Aidha, kikosi kimeendelea na ujenzi wa mahanga 15 katika kambi zake. Wakala wa ulinzi JKU. Mheshimiwa Spika, wakala wa ulinzi JKU unaendelea kuimarisha utoaji na usimamizi wa huduma za kiulinzi kwa lengo la kuhakikisha maeneo ya uwekezaji hususan sekta ya utalii yanakuwa salama. Wakala wa ulinzi umefanikiwa kutoa huduma za ulinzi kwa makampuni 40, taasisi binafsi 117 na taasisi za serikali 98. Mheshimiwa Spika, wakala wa ulinzi wa JKU kwa sasa imeanzisha kitengo cha usajili wa kampuni za ulinzi ili kuakisi takwa la kisheria kwa mujibu wa sheria namba 2 ya mwaka 2015 ya sheria ya wakala wa ulinzi JKU, ambapo moja ya majukumu yake ni kutoa miongozo ya kiulinzi kwa niaba ya serikali. Kutoa huduma za afya kwa maafisa askari na wananchi. Mheshimiwa Spika, idara maalum za SMZ zimeendelea kuimarisha huduma za afya katika kambi zake kwa lengo la kuhakikisha maafisa wapiganaji na wananchi wanapata huduma za afya zilizo bora. Jumla ya wagonjwa wa nje yani OPD 2,04,630 walipatiwa huduma za afya katika hospitali na vituo vya afya vilivyomilikiwa na idara maalum za SMZ. Kuchochea sekta ya michezo na utamaduni nchini. Mheshimiwa Spika, katika kuchochea sekta ya michezo na utamaduni nchini, vikosi vya idara maalum vya SMZ vinaendelea kuibua na kukuza vipaji
vya wanamichezo pamoja na kuimarisha ushiriki wao katika mashindano mbalimbali yanayoandaliwa ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa mafanikio hayo ya kujivunia ni kuona timu za vikosi vyote vya SMZ vinashiriki katika mashindano ya ligi kuu ya Zanzibar, ikiwemo mipira ya miguu, mpira wa wavu na mpira wa pete. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utamaduni, vikundi vya sanaa vya vikosi vyetu vimekuwa mstari wa mbele kutoa burudani katika matamasha na hafla mbalimbali za kitaifa, ikiwemo maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu pamoja na uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Ujenzi wa barabara za ndani zinazoenda makambini. Mheshimiwa Spika, ofisi kwa kushirikiana na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imesimamia ujenzi wa barabara zinazoelekea katika makambi ya idara maalum Unguja na Pemba. Miongoni mwa kambi zilizonufaika na ujenzi wa barabara hizo za lami ni pamoja na kambi ya Chuo cha Mafunzo Hanyegwa Mchana na kambi ya KMKM Kama. Malengo yaliyotekelezwa na mikoa fungu kuanzia fungu D07 hadi D11. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa tawala za mikoa unajumuisha mikoa 5, wilaya 11 na wilaya ndogo 2 na shehia 388. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026 umefanikiwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria nambari 08 ya mwaka 2014 kama ifuatavyo. Kusimamia usalama, amani, utulivu ndani ya mikoa. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025 nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu ambao ulimalizika bila ya kuathiri amani na utulivu tulio nayo. Mheshimiwa Spika, hapa naomba nirejee. Katika mwaka wa fedha 2025-2026 nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu ambao ulimalizika bila ya kuathiri amani na utulivu tulio nao. Nichukue nafasi hii kuzipongeza ofisi za mikoa na wilaya, vyombo vya ulinzi na usalama, vyama vyetu vya siasa na wananchi kwa ujumla kwa mashirikiano mazuri walioyatoa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu, ambao kiukweli mashirikiano hayo yamesaidia sana kuhakikisha nchi yetu inabaki salama, amani na utulivu. Mheshimiwa Spika, jitihada kubwa zimeendelea kuchukuliwa na ofisi za mikoa, wilaya na shehia kupitia kamati za ulinzi na usalama kwa nia ya kulinda, kuenzi na kutunza amani, utulivu na mshikamano wa wananchi katika maeneo yetu mbalimbali. Usuluhishi wa migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza takwa la kisheria, ofisi za mikoa, wilaya na shehia zimeendelea kusuluhisha migogoro mbalimbali iliyojitokeza katika maeneo yao. Jumla ya migogoro 187 ya ardhi iliripotiwa, ambapo migogoro 76 imetatuliwa na 111 inaendelea kufanyiwa kazi. Utatuzi wa migogoro ngazi ya mkoa na wilaya umesaidia wananchi wetu kupata haki zao kwa wakati. Kiliambatanisho namba 07 kitafafanua. Kuratibu mpango wa kupambana na udhalilishaji. Mheshimiwa Spika, ofisi za mikoa, wilaya zimeendelea kuratibu na kusimamia mpango wa kitaifa wa kupambana na udhalilishaji dhidi ya wanawake na watoto. Katika kipindi kilichopita, jumla ya vikao 146 na mikutano shirikishi ya wananchi 88 imefanyika. Hatua hii imewezesha mikoa kuweka mikakati madhubuti katika kupinga vitendo hivyo, pamoja na kuongeza uelewa na ujasiri wa wananchi kuripoti matukio ya udhalilishaji yanayotokea katika maeneo yao. Kusimamia na kufuatilia miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, mikoa imefanikiwa kutekeleza wajibu wake wa kisheria katika kusimamia na kufuatilia miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao.
Katika kipindi husika, jumla ya miradi 116 ilifuatiliwa kupitia ziara na vikao mbalimbali, ambapo miradi 47 imekamilika. Ufuatiliaji huu umeimarisha uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi na kuharakisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Kiambatanisho nambari 08 kinafafanua zaidi. Ukimbizaji wa Mwenge Uhuru kitaifa. Mheshimiwa Spika, ofisi za wakuu wa mikoa na wilaya zilifanikiwa kukamilisha maandalizi ya ukimbizaji Mwenge wa Uhuru katika maeneo yao, ambapo mkoa wa Kusini Pemba ulikuwa mwenyeji wa sherehe za uzinduzi wake kitaifa. Mwenge huu umeangazia na kukagua miradi ya maendeleo katika kila wilaya, hatua iliyochochea ushiriki wa wananchi katika kutambua miradi inayotekelezwa na serikali yao. Ufuatiliaji wa ahadi na maagizo ya viongozi wakuu. Mheshimiwa Spika, ofisi za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya zimeendelea kutekeleza jukumu lake la kufuatilia utekelezaji wa ahadi na maagizo ya viongozi wakuu wa kitaifa katika maeneo yao, ambapo jumla ya ahadi 28 zilifuatiliwa na utekelezaji wake kufanywa na taasisi husika. Ufuatiliaji huu umeimarisha uwajibikaji wa taasisi za serikali na kuhakikisha wananchi wanapatiwa ufumbuzi wa changamoto zao kwa wakati. Malengo yaliyotekelezwa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, mamlaka ya serikali za mitaa hapa Zanzibar ni 12 ambazo zimegawika katika hadhi ya jiji, manispaa, miji na halmashauri. Mamlaka hizi zinafanya kazi zake chini ya sheria namba 7 ya mwaka 2014 pamoja na sera ya serikali ya mitaa ya mwaka 2012. Katika kipindi cha utekelezaji, mafanikio mbalimbali yamepatikana kama ifuatavyo: kuimarisha usafi wa miji. Mheshimiwa Spika, ofisi imeendelea kushirikiana na Wizara ya Fedha na Mipango katika kuboresha huduma za usafi wa miji kwa kukabidhi kwa wakandarasi maeneo 111 ya ujenzi wa vituo vidogo vya kukusanyia taka, ambapo maeneo 73 yapo Unguja, maeneo 38 yapo Pemba. Aidha, mkataba wa ununuzi na usambazaji wa magari 26 ya taka umeingiwa tayari, ambapo magari hayo yanatarajiwa kuanza kupokelewa mwezi wa Juni 2026. Mheshimiwa Spika, ofisi imefanikiwa kuingia mkataba na kampuni binafsi ya uendeshaji wa jaa la Kibele pamoja na kusimamia zoezi la kuondoa majaa yasiyo rasmi 52 katika mkoa wa Mjini Magharibi. Kadhalika, mamlaka ya serikali za mitaa zimeendelea kukusanya na kuondoa taka katika maeneo rasmi ya utupaji. Hatua hizi zilizochukuliwa zimeimarisha mfumo wa usimamizi wa taka maeneo yetu. Uwezeshaji wa jasiriamali kupitia mikopo ya 442. Mheshimiwa Spika, mamlaka ya serikali za mitaa zimeendelea kuwezesha upatikanaji wa mikopo ya 442 inayotolewa kwa makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Mamlaka zetu zimefanikiwa kutoa jumla ya shilingi milioni 642,605,374.82 kuwasilisha katika mfuko wa makundi maalumu unaosimamiwa na mamlaka ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ZEA. Mikopo hii imewezesha wajasiriamali wadogo kupata mitaji inayoinua kipato chao na kuwawezesha kuimarisha maisha yao ya kila siku. Kiambatanisho nambari 09 kinafafanua fedha zilizowasilishwa ZEA. Miradi ya maendeleo ya serikali. Mheshimiwa Spika, mamlaka ya serikali za mitaa zimeendelea kutumia mapato yake ya ndani katika kutekeleza na kusimamia miradi mbalimbali ya maendeleo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Mjini kwa kushirikiana na Mfuko wa Hifadhi ya Jamii ZSSF limefanikiwa kusimamia ujenzi wa soko la Mombasa ambalo limekamilika na sasa linaendelea kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, Baraza la Magharibi limefanikiwa kukamilisha ujenzi wa stendi ya daladala Mdo ambayo inaendelea kutoa huduma kwa wananchi wetu. Aidha, maandalizi ya ujenzi wa stendi ya daladala Mambo Sasa yamekamilika na ujenzi unatarajiwa kuanza hivi karibuni.
Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Kaskazini A limeendelea na ujenzi wa soko la Chaani ambalo ujenzi wake umefikia 60%. Aidha, jitihada zinaendelea kuchukuliwa kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa manufaa ya wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, Baraza la Mji Kaskazini B limefanikiwa kukamilisha mradi wa ujenzi wa soko la Kitope ambalo kwa sasa linaendelea kutoa huduma kwa wananchi. Aidha, baraza limeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa soko la Maonda ambalo ujenzi wake umefikia 30%. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Kati limekamilisha ujenzi wa bustani ya jamii Hanyegwa Mchana pamoja na kukamilisha ujenzi wa vituo 4 vya kusubiria daladala. Aidha, baraza limekamilisha maandalizi ya ujenzi wa kituo cha kuchakata taka Chwaka. Mheshimiwa Spika, Baraza la Manispaa Chake Chake limefanikiwa kukamilisha kujenga uzio wa bustani ya Mwanamashungi pamoja na kutangaza zabuni ya uendeshaji wa bustani hiyo. Hatua hii inalifanya eneo hilo kuwa salama zaidi na lenye kutoa huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, Baraza la Mji Mkoani limefanikiwa kukamilisha ujenzi wa soko la wananchi Kengeja na kuendelea na ujenzi wa soko la wananchi Kendwa Kiwani. Naomba nirejee. Mheshimiwa Spika, Baraza la Mji Mkoani limefanikiwa kukamilisha ujenzi wa soko la wananchi Kengeja na kuendelea na ujenzi wa soko la wananchi Kendwa Kiwani. Ujenzi wa masoko hayo umelenga kuwawekea mazingira salama wajasiriamali wa maeneo ya Kengeja na Kiwani. Mheshimiwa Spika, Baraza la Mji Wete limeendeleza ujenzi wa soko la Mzambarauni ambalo ujenzi wake umefikia 80%. Aidha, baraza limekamilisha maandalizi ya ujenzi wa soko la Kojani pamoja na ujenzi wa kiwanja cha kufurahishia watoto Weni. Malengo yaliyotekelezwa na Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii fungu D 012. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza majukumu yake ya kisheria la kusajili matukio ya kijamii nchini, wakala umefanikiwa kutekeleza yafuatayo: ujenzi wa miundombinu ya matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ofisi imefanikiwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa ofisi ya wakala na matukio ya kijamii Mahonda, wilaya Kaskazini B, ambapo umefanikiwa 50%. Mradi huu unalenga kuondoa changamoto ya utoaji wa huduma za usajili kwa matukio ya kijamii kwa wananchi wa wilaya Kaskazini B. Kuimarisha mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, ofisi imepiga hatua katika kuimarisha matumizi ya TEHAMA kwa kuimarisha na kuendesha mifumo ya usajili wa kidijitali inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Katika kipindi kilichopita, jumla ya mifumo 8 ya taasisi nyingine imeunganishwa na mfumo mkuu wa usajili wa matukio ya kijamii. Kadhalika, zoezi la kuhifadhi kumbukumbu za zamani kwa njia ya kidijitali limeendelea kutekelezwa. Uhamasishaji wa usajili wa matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ofisi imeendelea kufanya juhudi za makundi kuhamasisha wananchi kusajili matukio yao ya kijamii kupitia vipindi vinavyoandaliwa na kurushwa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Jumla ya wananchi 6,046 walifikiwa na vipindi hivyo kupitia YouTube, Instagram, Facebook. Hatua inaonyesha mwitikio mzuri wa wananchi kuhamasika. Matukio ya kijamii yaliyosajiliwa. Mheshimiwa Spika, ofisi imefanikiwa kusajili vizazi 47,292, vifo 2,381, ndoa 4,947 na talaka 490. Naomba nirejee hapo. Ofisi imefanikiwa kusajili vizazi 47,292, vifo 2,381, ndoa 4,947 na talaka 490. Kadhalika, ofisi imesajili na kutoa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi 23,175. Usajili huu umeimarisha utambuzi wa wananchi
na kuongeza ufanisi wa utoaji huduma katika sekta mbalimbali. Mwelekeo wa mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 26/27 mafungu ya bajeti Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ yatasomeka kama ifuatavyo: fungu 004 idara za makao makuu ya wizara, fungu 041 ofisi ya wakala wa usajili na matukio ya kijamii, fungu 042 jeshi la kujenga uchumi JKU, fungu 043 kichuo cha mafunzo, fungu 044 kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM, fungu 045 kikosi cha zima moto na uokozi KZU, fungu 046 kikosi cha Valantia Zanzibar KVZ, fungu 047 mkoa wa Mjini Magharibi, fungu 048 mkoa wa Kaskazini Unguja, fungu 049 mkoa wa Kusini Unguja, fungu 050 mkoa wa Kusini Pemba na fungu 051 mkoa wa Kaskazini Pemba. Malengo ya mipango ya bajeti yatakayotekelezwa na makao makuu ya wizara, fungu 004. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2026/2027 makao makuu ya wizara kupitia fungu 004 imepanga kutekeleza malengo ya mipango ya bajeti kama ifuatavyo. Miradi ya maendeleo itakayotekelezwa na wizara. Mheshimiwa Spika, ofisi ya makao makuu kwa mwaka wa fedha 26/27 imepanga kuendeleza na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuimarisha huduma za kijamii, kuendeleza miundombinu ya serikali, kuimarisha ulinzi na usalama pamoja na kuboresha mazingira ya wananchi. Miradi hiyo ni pamoja na mradi wa ujenzi wa chuo cha kisasa cha kijeshi idara maalum za SMZ wenye lengo la kuimarisha taaluma, weledi na uwezo wa vikosi vyetu katika kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea kujitokeza. 2. Mradi wa ujenzi wa hospitali ya rufaa ya idara maalum za SMZ wenye lengo la kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa viongozi, maafisa, wapiganaji na wananchi kwa ujumla. 3. Kuendelea na mradi wa ujenzi wa chuo cha kisasa cha mafunzo Hanyegwa Mchana ili kuweka mazingira bora kwa wanafunzi na mahabusu. 4. Kuendelea na mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama kwa lengo la kuimarisha mifumo ya kisasa kiusalama na kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu. Mradi wa ujenzi wa masoko makubwa ya kisasa katika maeneo ya Kibanda Maiti na Kinyasini yatakayowezesha wananchi kufanya biashara katika mazingira bora na salama pamoja na kuongeza fursa ya ajira na mapato. Mradi wa ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi na daladala eneo la Bwawa la Mwanakwerekwe utakaosaidia kupunguza msongamano wa magari na kuboresha huduma za usafiri katika mji wetu huu. Kuendelea na mradi wa usafi na upendezeshaji wa miji kwa lengo la kuimarisha mazingira ya miji yetu na kuifanya Zanzibar kuwa sehemu salama, safi na yenye kuvutia zaidi kwa wananchi na wageni. Mradi wa ujenzi wa ofisi za wakuu wa mikoa utakaolenga kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi katika utoaji huduma kwa wananchi. Mradi wa ujenzi wa ofisi 276 za masheha kwa lengo la kuimarisha utendaji wa ofisi za shehia pamoja na kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wenye lengo la kuimarisha mfumo wa kuhifadhi mazingira na kuongeza uwezo wa jamii yetu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Shughuli mahsusi zitakazosimamiwa na wizara. Mheshimiwa Spika, pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, wizara kupitia taasisi zake imepanga kutekeleza shughuli mahsusi
mbalimbali zenye lengo la kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kuboresha huduma za serikali za mitaa, kuimarisha mifumo ya utawala bora pamoja na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi. Shughuli hizo ni kama ifuatavyo: kufanya utafiti wa vyanzo vya mapato vinavyotokana na leseni za biashara katika manispaa za Unguja na Pemba kwa lengo la kubaini fursa mpya za mapato na kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wake. Kufanya tathmini za uendeshaji wa masoko ya Mwanakwerekwe, Jumbi, Chuini na Mombasa ili kubaini changamoto zilizopo pamoja na kuweka mikakati madhubuti ya kuboresha mazingira ya biashara na huduma kwa wafanya biashara na wananchi. Kukamilisha rasimu ya sera ya usimamizi wa taka ngumu Zanzibar kwa madhumuni ya kuimarisha usafi wa mazingira, afya za jamii na ustawi wa jamii na ustawi wa miji yetu. Kufanya uboreshaji wa kina ya mfumo wa pamoja wa ukusanyaji mapato wa serikali ili kuongeza uwazi, ufanisi, udhibiti na ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kidijitali. Kufasiri miongozo ya kitaifa kutoka serikali kuu kwenda tawala za mikoa na serikali za mitaa ili kuimarisha utekelezaji wa majukumu yao. Kuimarisha uanzishwaji wa kanzidata, yani database, kwa mamlaka ya serikali za mitaa kwa lengo la kuweka mfumo madhubuti wa utunzaji wa taarifa za urahisishaji kutoa huduma. Kuweka mazingira wezeshi mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs Zanzibar ili yaweze kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo ya kijamii, kiuchumi na utoaji huduma kwa wananchi. Kuendelea na maendeleo ya viwanda idara maalum kwa lengo la kuongeza uzalishaji, kupunguza utegemezi kutoka serikalini. Kuijengea uwezo tume ya utumishi idara maalum ya SMZ ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Kuratibu shughuli za idara maalum pamoja na kudumisha mahusiano mema baina ya vikosi vyetu na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Malengo yatakayotekelezwa na wakala wa usajili wa matukio ya kijamii fungu 041. Mheshimiwa Spika, ofisi kupitia wakala wa usajili na matukio ya kijamii kupitia fungu 041 imepanga kutekeleza mambo yafuatayo: kusajili watoto wote walio chini ya umri wa miaka 15 kusajili watoto wote walio chini ya umri wa miaka 5, kusajili na kuingiza kumbukumbu za ndoa, talaka ndani ya mfumo wa kidijitali, kuimarisha huduma za vitambulisho vya Mzanzibari mkazi, vitambulisho vya wafanyakazi na vitambulisho vya Wazanzibari waishio nje ya nchi, yani diaspora. Kumalizia ujenzi wa mradi wa ofisi ya usajili ya matukio ya kijamii Mahonda na mradi wa ujenzi wa kituo cha urejeshaji huduma baada ya maafa. Kuboresha mfumo mkuu wa usajili wa matukio ya kijamii sambamba na kutoa huduma za utawala na uendeshaji. Malengo yatakayotekelezwa na idara maalum SMZ kuanzia 042 hadi 046. Miradi ya maendeleo ya idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 26/27 idara maalum zinatarajiwa kusimamia na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuimarisha huduma za kijamii, uwezo wa kiutendaji pamoja na mazingira bora ya kazi na mafunzo. Miradi hiyo ni kama ifuatavyo: kukamilisha mradi wa ujenzi wa hospitali ya KVZ zilizopo Mtoni na Ndugu Kitu ili kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya kwa maafisa wapiganaji pamoja na wananchi. Kutekeleza mradi wa ununuzi wa meli ya KMKM sambamba na kukamilisha miradi ya ujenzi wa vituo vya uzamiaji na uokozi vya KMKM katika maeneo ya Kizimkazi na Ukunjwi kwa lengo la kuimarisha usalama wa bahari na shughuli za uokozi. Kukamilisha mradi wa ujenzi wa dahalia ya skuli ya sekondari JKU Mtoni ili kuwawezesha wanafunzi kupata mazingira bora ya kujifunzia na kuishi. Kukamilisha mradi wa ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya wakala wa ulinzi JKU kwa lengo la kuimarisha utendaji na ufanisi wa shughuli za kiulinzi. Kukamilisha mradi wa ujenzi wa ofisi kuu ya KZU Chanjaani Pemba ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma na usimamizi wa shughuli za KZU Pemba.
Namba 6, kukamilisha ujenzi wa majengo ya chuo cha mafunzo katika maeneo ya Kinumoshi, Tungamaa, Ubago na Kengeja kwa lengo la kuimarisha utendaji na mazingira ya kazi. Shughuli mahsusi zitakazotekelezwa na idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2026-2027 idara maalum za SMZ zimepanga kutekeleza shughuli mahsusi zifuatazo: Jeshi la Kujenga Uchumi JKU fungu 042. Mheshimiwa Spika, JKU imepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kutoa mafunzo ya uzalendo na uzalishaji mali kwa vijana, kukuza uzalishaji wa chakula nchini, kutoa huduma za ulinzi na usalama, kushiriki katika majanga na huduma za dharura, kuimarisha skuli za ufundi na skuli za sekondari JKU Mtoni na kutoa huduma za uendeshaji na utawala. Chuo cha mafunzo fungu 043. Mheshimiwa Spika, chuo cha mafunzo kimepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kutoa huduma za urekebishaji kwa wanafunzi na mahabusu kwa chuo cha mafunzo, kutoa mafunzo ya stadi za kazi na ujasiriamali kwa wanafunzi, kutunza na kukuza haki za binadamu na ustawi wa wanafunzi, kuboresha shughuli za uzalishaji mali, kutoa huduma za ulinzi na usalama na kutoa huduma za uendeshaji na utawala. Kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM fungu 044. Mheshimiwa Spika, kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kimepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kutoa huduma za ulinzi na usalama baharini na nchi kavu, kutoa huduma za utawala na uendeshaji kwa wakati, kuimarisha huduma za afya hospitali ya KMKM Kibweni na kushirikiana na kampuni binafsi katika miradi ya kibiashara ya KMKM. Kikosi cha zimamoto na uokozi KZDU fungu 045. Mheshimiwa Spika, kikosi cha zimamoto na uokozi KZDU kimepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kutoa huduma zimamoto na uokozi bandarini, viwanja vya ndege na kwenye manispaa, kukamilisha rasimu ya sheria na sera za zimamoto na uokozi, kutoa huduma za ulinzi na usalama, kutoa elimu ya usalama wa moto na uokozi, kufanya ukaguzi wa usalama na moto kwenye taasisi na vyombo vya usafiri, kuendeleza mashirikiano na washirika wa maendeleo na kutoa huduma za uendeshaji wa utawala wa kikosi kwa ufanisi. Mheshimiwa, kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ fungu 046. Mheshimiwa Spika, kikosi cha Volunteer KVZ kimepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kuimarisha ulinzi wa doria, kuimarisha huduma za utawala na uendeshaji, kuwajengea uwezo maafisa na wapiganaji, kuimarisha huduma za afya na kuendeleza huduma ya utamaduni na michezo. Malengo yatakayotekelezwa na mikoa kuanzia fungu 047 mpaka fungu 051. Mheshimiwa Spika, tawala za mikoa kupitia fungu 047 hadi 051 zimepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kusimamia usalama, amani, utulivu ili kuwezesha Zanzibar kuendelea kuwa kisiwa cha amani; kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, shughuli za kisekta ndani ya mikoa; kushughulikia migogoro inayojitokeza ikiwemo migogoro ya ardhi ngazi ya shehia, wilaya na mikoa; kuratibu shughuli za kitaifa ikiwemo ukimbizaji wa mwenge wa uhuru kwa kila wilaya; kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ahadi na maagizo ya viongozi wakuu wa serikali ya SMZ na SMT; kuratibu na kusimamia utekelezaji wa mpango mkuu wa kupambana na udhalilishaji dhidi ya wanawake na watoto; kuandaa mikakati ya kupambana na wizi wa mazao na mifugo; kuandaa na kukamilisha mipango ya mikakati ya maendeleo ya mikoa; kufanya vikao vya kamati ya maendeleo za mikoa; kuratibu upatikanaji wa misaada kwa wananchi wasiojiweza na wanaoishi katika mazingira magumu; kushajihisha wananchi kutunza mazingira na afya zao; na kutoa huduma za uendeshaji na utawala ngazi ya mikoa, wilaya na shehia.
malengo yatayotekelezwa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Waziri, muda wako umekwisha, lakini nitakuongeza muda kidogo ili uweze kwenda na kuomba pesa kwa ajili ya pamoja na hivyo, najua hotuba tayari umeshaiweka kwenye Hansard. Maeneo mengine nadhani waheshimiwa wenyewe watakwenda kuyaona kwenye Hansard, alafu tutasikia kwenye michango yao. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Dakika 5 hivi uweze kukamilisha Mheshimiwa. Asante. Dakika? Nakupa kama dakika 5 hivi. Sawa sawa. Nadhani zinaweza zikakutosha. Mheshimiwa Spika, malengo yatakayotekelezwa mamlaka ya serikali za mitaa na katika kuhakikisha zinatoa huduma bora kwa wananchi maeneo yao zimepanga kutekeleza mambo kadhaa kama yalivyo katika listi yangu hii. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, kwa kulinda muda wako, pia zipo shughuli mahsusi zitakazotekelezwa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, naomba zisomeke kama zilivyo katika samari yangu hii. Sorry. Makadirio na mapato. Mheshimiwa Spika, makadirio na mapato ya matumizi kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, ili kuweza kutekeleza malengo yaliyokusudiwa, naomba baraza lako tukufu liidhinishe mapato na matumizi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, makao makuu ya wizara fungu 004. Mheshimiwa Spika, fungu 004 idara za makao makuu linaomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 366 milioni 485,276,440. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 1,857,000 yatakayokusanywa na kuchangiwa mfuko wa hazina. Wakala wa usajili na matukio ya kijamii, fungu 041. Mheshimiwa Spika, fungu 041 wakala wa usajili na matukio ya kijamii linaomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 9,148,649,150. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 3,253,999,000 yatakayokusanywa kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Jeshi la Kujenga Uchumi, fungu 042. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 70,805,770,000 fungu 042 la Jeshi la Kujenga Uchumi JKU. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 2,325,000 yatakayokusanywa na kuchangiwa mfuko wa mkuu wa serikali, ambapo shilingi milioni 675 zitakusanywa na Jeshi la Kujenga Uchumi, shilingi bilioni 1,650,000 zitakusanywa na wakala wa ulinzi JKU. Chuo cha mafunzo, fungu 043. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 50,169,540,000 kwa fungu 043 la chuo cha mafunzo. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 375 takayokusanywa kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Kikosi maalum cha kuzuia magendo. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 72,280,000 kwa fungu 044 la kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM. Fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 375,700,000 yatakayokusanywa kuchangiwa mfuko mkuu wa hazina. Mheshimiwa Spika, kikosi cha zimamoto na uokozi, fungu 045. Mheshimiwa Spika, naomba niidhinishiwe matumizi ya shilingi bilioni 38,992,331 kwa fungu 045 la kikosi cha zimamoto na uokozi. Vile vile fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 467,500,000 yatakayokusanywa na mfuko wa hazina. Kikosi cha volunteer, fungu 046. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 47,622,760,000 fungu la 046 la kikosi cha volunteer.
Mkoa wa Mjini Magharibi, fungu 047. Mheshimiwa, fungu 047 mkoa wa Mjini Magharibi linaomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 14,170,930. Aidha, fungu hizi linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi 42,000 milioni 42,392 itakayokusanywa na kuchangiwa na mfuko wa serikali. Katika mfuko wa serikali. Mheshimiwa Spika, ofisi inaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 4,975,093 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Manispaa Mjini, shilingi bilioni 3,479,681 itakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Manispaa Magharibi na shilingi bilioni 4,275,441 itakazokusanywa na kutumwa na Magharibi B. Mkoa wa Kaskazini Unguja, fungu 048. Mheshimiwa Spika, fungu 048 linaomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 6,645,467. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 25,700,000 yatakayokusanywa na kuchangiwa mfuko wa serikali. Mheshimiwa Spika, ofisi inaomba kuidhinishiwa mapato ya serikali mapato ya shilingi bilioni 3,673,327 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Manispaa Manispaa Kaskazini A na shilingi bilioni 1,957,114 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Kaskazini B. Mkoa wa Kusini Unguja, fungu 049. Mheshimiwa Spika, fungu 049 linaomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 6,372,776. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 32,500,000 yatakayokusanywa na kuchangia mfuko wa serikali. Mheshimiwa Spika, ofisi inaomba kuidhinishiwa mapato ya bilioni 2,357,287,200 yatakayokusanywa na kutumwa Baraza la Manispaa Kati, shilingi bilioni 2,175,287,200 yatakusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Kusini. Mkoa wa Kusini Pemba, fungu 050. Mheshimiwa Spika, fungu 050 mkoa wa Kusini Pemba linaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 6,859,820. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 37,665,000 yatakayokusanywa na kuchangia mfuko wa serikali. Mheshimiwa Spika, ofisi inaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 1,275,481 yatakayokusanywa na kutumwa na Baraza la Manispaa Chake Chake na shilingi milioni 675 shilingi 87,000 yatakayokusanywa kwa kutumiwa na Baraza la Mji mkoani. Mkoa wa Kaskazini Pemba, fungu 0D51. Mheshimiwa Spika, fungu 051 Kaskazini Pemba linaomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 6,432,390,000. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 7,500,000 yatakayokusanywa na kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, ofisi inaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 525,758,000 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji la Wete, shilingi milioni 625,582,000 yatakayokusanywa na kutumiwa na Halmashauri ya Micheweni. Shukurani. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie nafasi hii tena kumshukuru Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye pia ndiyo kamanda mkuu wa vikosi hivi vya SMZ, kwa kuniteua mimi kuwa msaidizi wake, yani TYC wake, kuzisimamia idara maalum za SMZ. Nimhakikishie na niwahakikishie wananchi wenzangu, nitasimamia idara hizi kwa thamani yake, kwa heshima ya taasisi hizi, na wakati wote nitatanguliza mbele maslahi ya taifa na hasa kulinda na kuenzi tunu ya amani, utulivu ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa washirika wa maendeleo wafuatao: Benki ya Dunia, Jumuiya ya Ulaya, washirika wa kimataifa UNFPA, shirika la kuhudumia watoto UNICEF. Washirika hawa waliweza kutusaidia fedha kutekeleza miradi yetu mbalimbali ikiwemo mradi wa mazingira,
ukuaji wa miji na uhifadhi wa mtoto. Mheshimiwa Spika, shukurani maalum nazitoa kwa katibu mkuu wetu ndugu Isa Mahfudhi Haji, naibu katibu mkuu ndugu Mikdadi, makamanda wetu wa idara maalum, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala na wa wilaya, mikoa na wilaya, wakurugenzi wote wa taasisi zetu, afisa mdhamini Pemba, mrajisi wa NGOs, mamea, wenye viti wa mamlaka serikali za mitaa, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa masheha na watendaji wote wa ofisi yetu. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee natumia nafasi hii kuishukuru familia yangu, hususan mke wangu Binadhira Hassan Hamdani pamoja na watoto wangu, familia kwa ujumla, kwa uvumilivu wanaonionyesha wakati nikiendelea kutekeleza majukumu yangu mapya ya kikazi, kitaifa na kifamilia. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie sehemu ndogo ya wasilisho langu hili kukushukuru sana. Naomba nirejee Mheshimiwa Spika, naomba nitumie sehemu hii ndogo ya mawasilisho yangu hili kumshukuru sana baba yangu mzazi Bwana Kitwana Mustafa na mama yangu mzazi aliyekwisha tangulia mbele ya haki. Bado namkumbuka na kumpenda na namwombea muumba dunia na viumbe aliyeumba dunia na viumbe ampe pumziko mema peponi. Lakini kipekee sana kwa mapenzi makubwa nimshukuru sana mama yangu mlezi Bibi Tatu Haji Makame, ambaye kwa hakika mama yangu mlezi huyu amekuwa nguzo imara katika makuzi yangu, mafanikio yangu yote. Nakupenda sana mama yangu. Mheshimiwa Spika, natoa shukurani zangu maalum kwa wananchi wenzangu wa jimbo la Kwahani, jimbo nililozaliwa, nililokulia, wananchi wenzangu wa Dunga Kiembeni, marafiki zangu, wazee wangu na wananchi wa Makunduchi, wote kuendelea kuniombea dua, kunipa moyo wa ujasiri, ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yangu ya kila siku. Kwa hakika na wao wamekuwa ni sehemu yangu katika mafanikio hayo. Mheshimiwa Spika, namalizia hotuba yangu kuvishukuru vyombo vya habari kwa mchango wao katika kuhabarisha wananchi juu ya matukio mbalimbali yanayohusu ofisi yetu. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, ili kuweza kutekeleza malengo yaliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum sasa inaliomba baraza lako tukufu kuniidhinishia matumizi ya shilingi bilioni 695 milioni 735 laki 989. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 217 milioni 830 laki 612 kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 50 milioni 190 laki 925 kwa matumizi mengineyo, shilingi bilioni 20 milioni 518 laki 426 ruzuku kwa Tume ya Utumishi ya Idara Maalum, Wakala wa Ulinzi JKU na Mamlaka ya Serikali za Mitaa, na shilingi bilioni 405 milioni 996 26,000 kwa matumizi ya kazi za maendeleo. Kiambatanisho nambari 10A, 10B na 11 kinafafanua zaidi. Mheshimiwa Spika, aidha ofisi yetu inaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 8 milioni 817 laki 956 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kuidhinishiwa mapato ya ndani ya shilingi bilioni 25 milioni 995 laki 938 na 400.
yatakayokusanywa kwa kutumiwa na mamlaka ya serikali za mitaa. Kiambatanisho nambari 12 kinafafanua zaidi. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, sasa kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wajumbe, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa kwa hotuba nzuri ambayo umeitoa hapo.